Kaka? Nzuri. Unaendeleaje? Mimi niko mzima kabisa, nashukuru Mungu. Unaweza kutambulisha wewe ni nani? Niseme kwa familia mimi, kwa sababu mimi nina majina mengi. Kwa labda Wanyamwezi kama hao wazee wa music mimi wanajua kama Damini KK, ndio jina langu ambao watu wengi wanajua. Okay, Damini KK, unaweza kutambia umezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa humu. Kamili ya Nyarugusu. Ila si humu Nyarugusu, kamili ya zamani ndio nimezaliwa. Okay. Unaweza kutambia una miaka mingapi unaimba muziki? Baada miaka ni sababu mimi nilianza kuimba bado mdogo kama 2009 hivi. 2009. Ndio nilianza kuimba. Kwa mpaka sasa na labda miaka mingi. Ulianza kuimba mimba kanisani ama wimbo za kawaida kama za kina Diamond ama Rayvanny? No, mimi nilianza kanisani na hata hivi mimi ni Mkristo. Yaani wewe ni dini ya Kikristo. Ulianza muziki, yaani ulianza kwaya ndio kaona kama kipaji chako ni cha kuimba. Ndio. Sasa unaweza kutambia historia ya maisha yako ikoje? Your life story. No, my life story. Okay, naweza nikasema kidogo. Kwanza ndio hivyo, mimi nimezaliwa hapa kitambo. Ila nikatoka nikaenda kusoma Kongo. So nilisoma kama miaka mingi, so kule nikalelewa kwenye kituo cha watoto mayatima. Kwa muda mrefu. Kwa kule kulikuwa wazungu wanatusapoti, watu wengi. Hapo tena ndo ni hapa kama ni miaka mitatu tena narudi nyumbani kama hicho. Yaani ulianza shule la Kiingereza ama Kifaransa? No, mimi sijawahi soma Kiingereza. Ila Kifaransa ndo nimesoma sana. Ndio. Ila tukisema Kiingereza kwa sababu mimi niliishi sana na wazungu, kidogo Kiingereza naweza nikajitetea. Ukiniuliza how are you, mimi nasema fine. Ndio maana nakuuliza Kiingereza kwa sababu nimesikia wazungu. Hapo Kiingereza lazima kipo. Kiingereza kiko ni kile ambayo ukiishi na mtu labda anasema lugha hii, unaona una adapt ile. Kama hicho. Sawa. Katika shule ulikitega changamoto gani? Maana unajua shule lazima upitie changamoto nyingi sana. Ulipitia changamoto gani? Shuleni mimi changamoto ambayo nilipitia labda niseme mimi nilisoma kama mtoto wa tajiri kwa sababu tulikuwa lelewa na kituo. Ila changamoto ilikuwa kwa sababu mimi nilikuwa soma kwenye upango, kwa hatuwezi tukatoka nje. Kwa muda wa miaka mirefu kama miaka 15 hivi. Kwa hiyo nyewe mnasoma kwa ndani tu, kwenda nje hamna. Sasa wakati ulimaliza shule ulifanya shughuli gani? Mimi wakati nilimaliza shule niseme mimi nilianza ufundi cherehani. But nilifanya hiyo kwa sababu tu ya life nijue kujiset nini mazingira. Ila tofauti na hapo mimi nilijua kutoka kitambo kama mimi ni mwimbaji na nilizaliwa kwa kuimba tu. Kwa business yangu ni kuimba. Ulikuwa mwajiri wa cherehani ama ulikuwa unapima? Yaani nilijifunza kwa muda kama ni wa mwaka mmoja. Baada hapo ndo nikaanza kazi. Yaani kwa sasa hivi unaweza kushona hata yaani hata wewe mimi nakuchapia hivyo hapo fresh. Sawa. Kingine nipataka kuuliza usanii wako unapata changamoto gani? Maana unajua kama wewe ni msanii pia lazima upate changamoto za watazamaji ama wenye washabiki zako, lazima upate changamoto nyingi sana. Sasa changamoto gani zinapata paka mbili? Yaani mimi nitasema kwanza changamoto mimi ambao mimi ni kubwa kwangu ni kuwa unajua mtu hawezi akaishi bila support. Kwa mimi ni mwimbaji, labda Damini KK watu wengi wanasikia, ila watu wengi hawajawahi kuniona. Labda hata kujua mimi ni masuala ambayo huwastaki. Kwa watu wengi hawanijui. Labda changamoto ni kuwa kupata management ndio inafanya mtu labda awe kimya kivile. Okay, unaonaje wasanii hapa wa Camp Nyarugusu? Wasanii hapa wengi wako poa. Hapana, wengi wako poa. Nasema eti wadogo wako poa kwa sababu ni wa kuhesabu. Labda wawili, labda watatu hivi, labda wanne. Yupi msanii wewe unaona kama maendeleo yanaenda vizuri? Msanii gani? Nikisema maisha ya usanii hapa nyumbani kwetu, yani tofauti na uimbaji, kwa sababu uimbaji na usanii ni kitu tofauti. Tukienda kiusanii
Nyago Man. Yeye ni msanii kwa sababu yeye anajua kila kitu kuhusu na usanii, kujibrandi, kujipromote. Nyago Man is on top. Msanii gani unaona kama huyu hapa anaweza kanipa motivations, anaweza kanishauri, anaweza akanitoa sehemu akaniingiza sehemu nyingine pia naona kama nitafaidika? Msanii gani? Ya ndo nasema msanii hapa ambao mimi naweza nikamwambia oya, niaje mwanangu nishauri basi tunaendaje ili nitoboe na mimi kinamna. Nasema Nyago Man. Wale nguli tu wakina Kizo Boy. Kwa nini umemchagua Nyago? Why did you choose Nyago? Nasema Nyago kwa sababu yeye ameshatambulika na watu wengi. Naona na yeye ndo ana numbers nyingi hapa kwetu na anafuatiliwa kwa sana. Kwa hiyo yeye anajua changamoto na labda anajua njia ambayo yeye anafanya ili ajulikane sana. Naona kitu kama hicho. What about Wizgang? Wizgang nayo naona about Wizgang ni style usikia. So Wizgang sasa nikamsikia. Ndasikia Wizgang anifanyia nini? Sasa unamuonaje Wizgang? Yaani mimi ni mtu kwanza labda jina lake ndo unaisema hapo ndo. Mimi huwa sitaki hata kusikia vitu kama hivi. Wizgang sio mwimbaji, labda yeye anatia fujo studio. Yaani nyimbo zake zote zinakuwa za fujo. Yaani yeye anatia kelele. Yaani kusikia muziki, ukipita tu ukisikia muziki wake, huyu hapa anatia kelele kwenye nani hii. Yaani siwezi hata nikasimama hivi sehemu labda wana play Wizgang. Siwezi. Okay. Swali lingine linakuja. Ulisha kupitia ile changamoto kwa studio alafu lyrics zikakupotea kabisa? Yaani hiyo inatokea sana. Yaani hiyo inatokea kwa wasanii, si eti mara moja, inatokea sana. Kwa sababu unaweza kukuta labda ulianza asubuhi kama saa 1 unaanza kurekodi. Inafika muda kama saa 6 haujakamilisha hata nyimbo wala hujamaliza hata kuingiza vocal ya hiyo nyimbo. Kwa hiyo inakubidi labda uache siku hiyo, sababu labda akili inachoka, unapumzika kwa siku hiyo, kwa unarudia tena siku nyingine ambayo utakupa ratiba. Kwa huwa inatokea sana kwa wasanii, changamoto ipo hiyo. Okay, swali lingine, are you married? No, I'm single. You're single. Do you have a girlfriend? No, I don't have a girlfriend. Oh, okay. No, yeah. I have a girlfriend because my girlfriend don't live here. Kwa nini unasema tena girlfriend? Nasema kwa sababu girlfriend wangu mimi si wa huku, yeye aishi Afrika kwa sasa. Anaishi wapi? Yeye anaishi Sweden. Yaani kwenye mahusiano yenyewe ya mbali. Yaani hayo ndio mahusiano ambayo mimi nataka. Sasa lazima po changamoto. Changamoto ipo sana tu. Niambie sasa changamoto zile unapitia kwenye mahusiano yako. Changamoto ipo kwa sababu labda nikihitaji, unajua tena nikihitaji demu nini. Yaani ukihitaji yale mambo yenyewe unakosa. Siupati kwa muda. Unakuta labda unajua tena sasa nikaingia kuona nini na cheat kitu kama hicho. Kumbe na cheat tena. Na cheat pia na cheat pia. Kwa sababu una relationship ya huko cheat. Kwa sasa yes ataelewa chumba wangu huku niko mbali, lazima tu nimwache tu kwanza hawezi mwili kwa hawezi akafurahi kusikia eti nilitembea na mwanamke ila mimi sitamwambia, ni masuala ambayo tukikutana online ndio tunaongea masuala yetu, ila kama hatuko online kila mtu anaishi labda naye ananichiti huko, sitajua nini. Sasa ikipita mwezi haupati mahusiano nao utafanyaje? Wanasemaga eti mahusiano yako mbali, ukifanya mwaka mzima msemeshi ya mtu mapenzi nazidi kupanda. Ni kweli? Wanasema mimi ndo mahusiano yangu kwa sababu si yeye wa kwanza, na wengi. Ila huyo ndo ambaye niko naye kwa sasa. Kwani una wengi? Wa hapa kambini ama nje? Mimi huwa sideti sana na watu wa hapa kwa sababu wa hapa mimi huwa sitaki kusumbulika, unaona. Sasa unapenda wanawake wa design gani? Design mimi napenda unajua vitu kama hivi. Yaani pale uko chini pa baba amejaa, afu sura yenyewe ing'ae kama sura iwe kama kidogo alafu sasa Mungu akuletea mwanamke membamba. Ndio yani hiyo ndio anakuheshimu, anaheshimu wazazi wako, anakupenda na kujali, anakufanyizia kila kitu lakini membamba. Mungu akuletea sasa huyo ndio mke wako, utafanyaje? Yaani mimi huyo labda sijui, Mungu hawezi akaniletea kwa sababu si wewe mwenyewe ndio unatongoza, Mungu yeye atongoza. Labda wewe mtu wa maombi eti nimetabiriwa ndakuwa na wewe mume wangu. Changamoto pia. Okay. Kupitia ile changamoto ya ndoa, haujaoa, changamoto ya ndoa, mwanamke anakuwa anafanya kazi yake. Yaani mwanamke kwenye nyumba ana kazi, anafanya biashara,
na we pia si mwanaume kila siku ndo msimamizi wa nyumba, yani ndo kiongozi. Sasa mwanamke alete mshahara wake akupe, nao utaupokea? Yani hiyo ni kitu ambacho labda mtu ambaye aliishi sana porini ndio hawezi akaelewa. Ila ukiishi mjini kama mimi hapa, niliishi na watu ambao na kidogo dunia waishaijua. Kwa kitu kama hicho, mke anatumia kazi yake, mimi na kazi yangu, sote tunakusanya mshahara pamoja. Basi sasa ikiwa mwanamke yani anachukua mshahara wake anatumia kwa vitu vyake vyenyewe, akushirikishi na jambo lolote, yani hiyo inamuona. Kwangu mimi kwanza ni mtu ambaye huwa sijihusishi na mambo ya Mungu. Haijalishi wewe mpenzi wangu au wewe nani. Ikiwa mimi kukuhudumia naweza nakuhudumia. Sasa wewe na business yako unaweza kumpa mshahara wako, unaweza kumpa mke wako. Unajua kama mke wako ana biashara na anapokea hela nzuri, unaweza kuchukua mshahara wako na kumpa matumizi ya nyumbani. Yani kwa mimi, kwa sababu si mimi ndo baba wa nyumba. Kwa nikipata mshahara na angalia mazingira labda stove ya chakula ikoje, na watoto wanahitaji nini, yeye mwenyewe anahitaji nini, atimiza. Sasa umetambia wewe ni yani una cheat kabisa. Utaweza ndoa? Yani mimi kuchiti si eti mimi na chiti, eti nikiwa na mpenzi na mchiti, mpenzi na mchiti, hapana. Mimi na chiti kwa sababu mimi mahusiano yangu mengi ni ya mbali. Kwa hiyo siwezi nikamwona mpenzi wangu. Unaona kitu kama hicho? Kwa ndo naniomba na ila mimi nikiwa eti na mpenzi. Sasa ikifikia wakati umeoa, mke wako ni mtu kusafiri, mtafanya ile mambo ulikuwa unafanya kabla hujaoa? Yani mimi hakuna mtu anaweza akanizuia nisifanye mambo ya sanaa. Sio. Yani mambo ya zinaa ni mambo yako kabisa, unachapa huku kuchapa huku. Hapana, wewe sio mambo yangu. Mimi na cheat, ila eti kuchapa huku hamna. Okay. Mimi ninaheshimu kwanza wanawake, unajua hiyo. Sababu mimi nikiwa na mahusiano labda na mtu ambaye labda kwa sababu mimi nikikutongoza labda nishakukubali na kuheshimu. Kwa sababu si unajua hata wale watu wanajiuza wako. Kwa hata kama sipendi zangu kutongoza, naweza enda kule nalipa hela nini na chapa imeisha. Unaona kitu hicho? Ila sasa kwa sababu uishi na mtu ambaye labda kesho inaweza katokea, ndio unakuta labda unamtongoza mwanamke. Ndio. Ila mimi nikiwa na demu wangu tiundo wangu mpenzi, simchiti. Eti awe mazingira ya hapa hivi. Siwezi. Yani awe vile vile unapenda vile. Siwezi nikamchiti. Okay, vizuri sana. Swali lingine, unaweza kutambia kama una wazazi ama una wazazi? Nina wazazi. Maana nimesikia kauli yako ya mwisho unasema eti ulienda kusoma kwa masomo, yani ilikuwa kama yatima. Mimi nilikulia kwa kituo cha watoto mayatima. Kwa nikienda huko au sponsor wetu ambao walinisupport nini, wote wanajua mimi sina wazazi. Kwa nikija huku kuna wazazi, kitu kama hicho. Na nikienda zangu business zangu huko, mimi nasema labda sina wazazi. Kwa yatima. Mimi niko yatima kwa sababu ndio watu wengi wananijua hivyo. Okay, vizuri sana. Umesema jina lako ni? Jina langu mimi yani ngumu sana. Sema hata nikwambie sasa hivi utasaulika tukikutana. Jina langu nairudia ni Dlamini KK. Hilo ni jina la kujipanga ama jina la mama na baba? Unajua tena mimi star. Sasa jina lako la ukweli? Jina langu la ukweli sema jina langu kwenye media. Lakini inawezekana jina langu la ukweli ni Marcos Felix Batende. Hapo hiyo KK nitoa hapo KK. Nani?